Sasa leo mjomba na nikuonesha uchizi. Kwa sababu mimi nilishakwambia kwamba bwana wewe, siku nikija kukuonyesha uchizi wangu, utaniangalia mara mbili. Sasa leo sitaki maneno mengi. Nataka kuchukua wewe mguu mosi mguu pili mpaka wapi? Kituo cha polisi. Sio maneno vizuri. Wakiuza mimi na wewe unajua. Wewe. Mbona unachukuliaje? Wewe umekuja memba taabu zako nimekwanga. Unachukuliaje? Bwana mimi basi usinielekeze kuja basi. Tulia. Mbona uko serious hivyo kivizo? Ngoja mimi tulia. Tuelewane. Unachukuliaje mboyo? Unachukuliaje? Sikujua. Hebu wako watoto tunapenda, watoto hatupendi. Watoto tuna nini? Hatupendi. Sawa. Sawa ngoja basi tulia basi. Tulia usongee. Sawa. Mbona hivyo tulizo kitu jamani Muda wote. Utaenda kuambia shamba zako. Vua buku shamba nini? Kiulizo msikize basi ndugu yangu. Jamani mbona jamani nani ile mwizi? Kiulizo msikize basi. Usongee. Sawa. Chukua taratibu basi. Ya kwako. Kaa muda wote. Unajua mimi nina shilingi ngapi? Unajua mimi nina shilingi ngapi? Sijui. Hata sivyo. Mbele. Unakuja unamwaga tu. Unajua nimetoa wapi kitu hichi? Shamba utaambia wenzako watoto tunapenda, watoto hatupendi. Kilichokutoa mguu mosi mguu pili kumfuata mume wangu kumwambia ombea, ulikuwa unataka nini? Unataka niache? Haya, akiniacha atanioa mwanao. Utakubali niwe mke wa mwanao? Mama, naomba njoo polepole. Na utakapokuja ndio nitakapokupokea. Naomba uniache kabisa, yani usiniingilie. Yani mimi nimechanganyikiwa. Nilikopo nakaa kimya, nilikopo na pretend tu, ila mimi ni Mswahili kinoma. Yani naomba usije ukaniingilia tena kwenye mambo yangu. Hivi wewe binti, hebu nikuulize. Hayo maneno unayoongea, wazazi wako walikufundisha hivyo? Ndio ulivyolelewa hivyo? Wewe haikuhusu. Hapa la kuzingatia ni hili, achana na maisha yangu. Mume naye, natamba naye, na bwana naye naruka naye. Utakapotaka nataka, na mwanao aniachi mpaka niamue mimi. Habari ndio hiyo, shungi mtandio. Kweli Mungu akusamehe bure ujui kwenda. Haya ndo madhara ya kutembea na wake za watu. Hayo ndio madhara ya kutembea na wake za watu kudadeki. Haya. Tayari tena shamwharibu kijana. Kiambia msitoke na wake za watu. Wamekufanya nini huko tena? Watu mbo wazi tena mambo kama haya tena mibukta minini hauna ndala hauna nini. Shafumaniwa huko Mume wangu vipi? Hamna. Sema ukweli kilichokukuta huko umefumaniwa wewe. Hamna. Na wauni sio watu wazuri. Hamna, wakati umetoka vizuri unarudi hauna shati. Nini kimekukuta? Wamekamata kende. Wewe acha tu. Kende mbwe. Nge. Udo kashafumaniwa kudadeki. Uko sawa? Niko sawa. Niko sawa lakini tizi tu. Tizi nyoko. Tizi. Unajua ni tizi. Tizi gani una t-shirt? Anakimbia ndani wewe. Kitakuta huko. Zazi nimeongea basi nikaona bwana nipite mpaka nyumbani. Wewe anakimbia ndani. Kuna kitu kimemkuta huko. Uwa makini na mumeo mchungu. Eti unasema mumeo kudadeki. Mumeo sawa ndio hivyo tena, acha tu matokeo ndio ishakupa tena. Nikubaliana na matokeo, niache tamaa. Vitu vya duniani ni waache waliokuwepo duniani. Sio nahangaika tena nataka mke. Hela huku, ni atafute mademo wa hela. Duniani nitake tena mke wangu. Unajua Skito, kuna changamoto sana kwenye hii kazi kwa sasa. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao ninawaingiza huko kwenye hii mchezo. Yaani wakiwa nje naona ni watu wa maana, wana akili timamu, lakini wakishaingia tu huko ndani inaanza kuwa changamoto. Yaani kuna muda nakaa na wazaa, nafikiria wanaweza kaja katuharibia ujue. Sasa kiongozi, wewe sio masajili lakini. Na kipindi unaoingiza kwenye hii kazi, si uko unajua kabisa moja kwa moja? Au umeingiza mtu ambaye humjui? Shida sio kuingiza nikiwa siwajui. Na wafahamu.
lakini ni kama wanaweuka zaidi. Yaani mchezo wameona sijui kama ni kitu gani, wanachanganyikiwa in short. Sasa mimi nimewaza kitu hichi. Mimi nawaza kitu kimoja. Ndio. Mimi nafikiria ni watimue wote ambao wanasumbua. Yaani ndio kilichobaki hicho. Ni watimue tu. Sasa wewe kama itakuwa imeharibu mchezo. Yaani bosi, hapo sio kuwatimua, ni kuwafuta moja kwa moja. Hatuwezi tukakaa na watu ambao hawajielewi, hawajitambui. Kana mtu ambaye ananilia anajielewa na anajitambua. Muda sio mrefu kikaa na watu kama hivyo, wanaweza wakasababisha hata kampuni ikasambaratika na kila kitu kikaisha. Sasa tunakaa nao wa nini? Ala. Malisa kabisa, futilia mbali. Wewe fundi vyako. Hivyo mimi nilikwambiaje? Mbona unapenda kuingilia mambo ya sio kuhusu wewe? Sasa bosi, kuna sehemu sasa na wewe naona kama hauendi sawa. Kwani lazima niite hilo jina? Kuna watu wenyewe ndo kama hao. Sikia kitu. Kuwa makini sana. Sawa. Hakikisha unakuwa makini. Sawa. Wewe, mambo sio kuhusu, achana nayo. Au sicheke. Na ndio maana umeona yani ameondoka. Sisi ndo wale na maana tunaheshimiwa na kila mmoja. Umeona alivyoniona kwanza, amenisikiliza kwa nanili kwa sababu haweza kacheza na mimi. Sisi wale tu. Unajua sisi watu wale. Hebu sikia. Nimeshachoka maneno yako ya wewe. Tafuta mtu mwingine wa kumdanganya, lakini sio mimi. Najielewa. Ona, sikia sasa. Ona. Yaani mimi nimekuagiza udongo, wewe unaniletea ndimu. Kwani hizo ndimu mimi niko sizijui? Mbona nifanyia hivi lakini umenichoka au? Nirudishe kwetu basi kama umenichoka. Yaani nimekwambia nataka udongo, wewe unaniletea ndimu ili iweje? Unawaza nini hasa kikubwa mno? Kosa langu mimi nini? Kosa langu kubeba hii mimba au kosa langu hii mimi nini labda kubwa mno ambayo mimi wewe nimekufanya? Mbona unijali? Mbona unizingatii? Wewe unamzingatia nani siku hizi? Au ningeitoa hii mimba? Nilitoa na kuuliza. Sasa umpo nafikia huko mke wangu jamani. Mimi nisikia ni ndimu, sikusikia kwamba umeniagiza udongo. Ndimu na udongo vitu hivi tofauti. Yaani tofauti. Bwana ningesema ndimu na ndizi. Udongo na ndimu wapi na wapi? Mbona unanieleleza wewe bwana? Au mimba mimi niitoe? Niambie basi mimi niitoe hii mimba. Basi. Yaani hauna hata mapenzi. Yaani mtu nimekusamini nataka nguzalia hadi mtoto lakini bado tunaleta tafani. Kwani mwanaume upoje? Mbona ubebeki? Basi utamuumiza mtoto tumboni jamani. Hivi kwa mfano wewe ndio ungekuwa una mimba, unaagiza udongo, mtu anakuletea ndimu, wewe ungejisikiaje? Niambie wewe ungejisikiaje? Au mama yako alivyokubeba wewe tumboni angefanywa visa kama unavyonifanyia mimi, ungetoka wewe? Ungetoka wewe mfupi kama kilikuu ungetoka? Basi nikuelewa jamani. Achukue hizo. Nachoka mimi, najuta kubeba hii mimba. Na dunia yote imenieleme. Au unanieleleza? Mpaka jifungue kama sala mdomoni limenitoka. Sasa wewe mtoto mwenyewe na mimi naanza kuitwa baba sasa hizi. Mtoto wa mabuga. Chuma cha Mungu hicho. Penda mwenyewe mke wangu na basi tu. Benela. Naomba hela jamani. Naomba hela jamani. Msaada jamani, msaada. Msaada jamani. Msaada jamani. Asante baba kwa kujalia. Wewe usijali ndugu yangu, haya masuala kusaidiana. Tunajua tuna sisi binadamu, lazima tusaidiane ili riziki ziende kwa pamoja. Mungu akuongezee. Wewe babu uelewi nini huyu kilema umuone? Unatakiwa umsaidie. Sasa bwana lazima kumsaidia. Sio lazima, lakini unatakiwa umsaidie. Vitu vingine sio mpaka uambiwe. Mimi nakuzuia hapo jiongeze rafiki yangu. Unaona kwa binadamu gani rafiki yangu katika maisha? Msaidie, mwenyewe ana shida ya kusaidiwa. Sasa bwana lazima kumsaidia. Sio lazima, ni hiari, lakini tunamwangalia mtu wenyewe alivyo, usura amempauka na mpengo kama ule, unataka kumsaidia binadamu wenzako. Wewe kweli una akili wewe? Haya maisha tu ndugu yangu, tunatakiwa tusaidiane.
Hata kama mtu tena ndio umekuwa sura yako baya tena kama wewe tena ndio usitake tena na roho yako kuiweka iwe hivyo hivyo. Wewe utafanikiwa kwa kipi? Risk unapata ngumu, maisha yako magumu, unashindwa kumsaidia binadamu mwenzako. Kwani ukipata hata 2000 ukimpa huko kuna shida gani? Si unampa tu 2000 unamsaidia binadamu mwenzako. Wewe unaonekana tena umekaza sura mpaka riziki yako hata kumpa binadamu mwenzako sadaka na unaona jao. Wewe vipi ndugu yangu? Haya masuala madogo tu. Msaidie bwana. Ndugu yangu, msaidie binadamu naye akale. Usinamwona sura yake yenyewe ilivyokosa nuru ile. Ukimwacha vipi atakula wapi? Hawa wenyewe binadamu wenzetu hawa. Acha njia. Wewe mimi nilikuwa nakuona tu wewe. Hii jamani na mbaya kweli. Wewe unashindwa kumpa mtu hata 2000 wewe. Mwangalie mimacho yamemtoka. Wewe binadamu si umetokea wapi wewe? Kazi ya mbaya tu. Saidia baba. Saidia. Asaidie baba yako gani na wewe? Kwa tunafanya. Ufanyeje na nani? Plani yako ngumu kama nini rafiki yangu? Usije kufanya kazi kama hii rafiki yangu. Hasani wewe mimi huje kunipadili kama imenyooka wewe si kwa vipi? Bwana hebu inuka na t-shirt wako. Nige jelo langu ili jelo lenyewe nalichukua vile vile. Tondoke huko. Wewe si ukoje maisha yako magumu, riziki zako ngumu, hata plani zako unazozitoa ngumu vile vile. Hatufanikiwi wala nini. Riziki hasitaki haraka. Hasitaki haraka nini unanifelisha majambo yangu haya mtu wa 7 uwela atoi. Wewe si ukoje rafiki yangu? Uende wapi? Kila mtu aondoke kivyake sasa hivi bwana, shakasirika. Wewe chize ni. Nipe 5000 yangu bwana. Ndo hapa wewe. Mimi nakwambia ndo hapa. Mimi sijaelewa ujue ndo hapa ukweli. Kweli. Mama wakati mwingine wewe unapoteza kweli. Acha kunirushia. Hebu ita tumekuja kwa jema ujue. Hai sana. Hodi. Ita hapo. Hodi. Acha kunipigia kelele sasa shehe. Leo unajua leo ni kiswali ya mtume. Karibuni. Karibuni vipi? Salama. Na tuletee mkeka. Mkeka? Hapo nyeki kiaunda shehe njoo hapa kaa chini. Kiaunda kaa chini. Mbona kaa chini? Shehe, fanya mambo yako. Shehe, utaratibu gani huu? Hii haina haja ya mashahidi. Si wenyewe tushafika hapa tunatekeleza jambo letu. Si tunaoa. Sasa mje mnamuoa nani? Mbona unataka kuchanganya ndugu yangu? Wewe unataka kunioa mimi au? Shehe, mimi nimekwambia tunamuoa dada yake ujue. Sasa sawa, dada yake hapa hayupo. Lakini utaratibu ni dada yake kweli atakapolewa. Sasa wewe mbona amshika huyu mkono sasa? Na utaratibu unajua msema kwamba huyu hapa hawezi tukamuoa huyu. Dada yako yuko wapi? Dada ametoka. Dada ametoka jamani. Na sasa hizi taarifa mbona zinakuwa za ghafla jamani, mbona kama mnataka kukamwajibu? Yaani hata tuambiani. Yaani mmekuja tu ghafla mnataka muoe, mara nikae chini, mara kanzu. Sasa unaona wapi mtu anaozeshwa na kipenzi jamani? Hapa itakiwa tuvae vizuri, tupike vyakula. Hata huko ukweni kweli mmepika nini? Hata wana ndugu ambao wanataka kuolewa dada yetu hatujui. Sasa tunafanya na hivi jamani. Hasani. Wewe Hasani. Hebu njoo kwanza huko maana mambo haya yashakuwa nini tuna mashokolo mageni hapa. Haina mambo mengi, kikubwa dua tu hapa na ubani. She. Vipi? Amekuja kuoa. Waoe. Njoo kaa chini hapa. Waoe. Wewe chizi ni wao unajua unataka kumwoa nani? Wewe mambo yako kama umelogwa wewe. Wanataka kumwoa Douglas jamaa huyo. Sasa mimi nimwambiaje? Shughuli na taratibu. Douglas hapa yenyewe kasafiri. Subiri arudi. Akisharudi wewe utakuja kutamuoa. Sasa unataka kufanya shughuli kama chafu ya rafiki yangu kupiga na hapo ndo uoe kweli jamani hapo. Eti shende iko hivyo kweli? Kwanza vipi kiumeni huko mmepika? Bomboi acha tamaa. Anaolewa dada yako unaolewa wewe. Sawa, anaolewa dada yetu lakini sasa hayupo. Subirini akirudi ndo mtakuja kuoa jamani. Shehe. Si Mkristo. Wewe shehe una haja gani ujue dini Mkristo Muislamu? Sisi tumekuja kuoa, mwanamke ni mmoja. Sisi hatuhusiana na mambo sijui ya nini hayo sijui Grace sijui ya Mwajuma. Sisi tunajua mwanamke huyu. Mimi ndo nimekuleta. Kwa hiyo vipi hatuwezi kuoa hapa mwakilishi yoyote hapa? Utaratibu topo. Hapa utaratibu sio uko hivyo jamani hata kidini. Na kama mwakilisha wewe hebu shika mkono. Umoe huyu. Shika mkono ushabe. Acha ujinga bora. Wanye tulieni watoto na wapenda utoto spendi ujue.
Acha mkono wangu. Wewe nishakosa mke. Hapo ushakosa. Wewe hujakosa mke, nisikilize mimi, mke umempata ila kasafiri, akirudi unaoa kaka. Sio wenyewe tumelizia wewe shemeji yetu. Wana ndugu wetu tushalizia hadi dakika. Yaani ulivyokuja tu na haya makanzo haya, sisi tushalizia wewe umepita. Kabisa. Uhakika akirudi tu sisi tunakuozesha. Inaonekana una dini sana shemu. Baridi mimi najichenga. Nikirudi hapa na kuja kuoa. Mwambieni dada yenu atulie, kashakuwa mke wa mtu yule. Mke mtarajiwa au si? Sawa, haina shida. Mke mtarajiwa. Sawa. Nakuja kumchukua. Sawa. Sema kwenye show ungepitisha ndoa hapo jichenge. Tujichenge mboe, usinabe chochote, sina dushi kwako. Hivi. Hivi. Bwana ishakuwa nyanya. Hey. Juzi ndio kwa sana ngale na hapo sasa. So juzi. Haya matatizo au unasherekea huyu? Usi unaona kabisa huyu mwenye kichwa, angalia kichwa kilivyojichonga vile. Hapa Afrika kwa kanzo wajifanya share sio. Kwa vitu tumoe huyu hapo anashirikiana leo mimi. Sio wewe. Kanzo aje unakula ovyo ndani. Asante tuheshimiana, asante huyu mjinga. Hello, hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata bando GB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unapata bando GB 15? Ndiyo, hayo ni mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa ni kuwa tuna line ya Halotel. Na kubwa zaidi ni kwamba kifurushi chako kitadumu ndani ya miezi 8 na utaratibu wake ni rahisi mno. Unalipia ala kuunga bando. Bwana jamani mwaminifu sana. Chris Bando ana namba 4 lakini mimi nakutajia 2 na 2 na kuandikia hapa chini. Namba ya kwanza ni 0615 754303 na nyingine ni 0717 048048. Hakikisha jina linatokea Christopher Ruoga. Chris Bando, Beki Tonga.